السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قال تعالى: الذي خلق الإنسان من حلقة. Ashukuriwe yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na chochote kile. Rahma na amani zimwendee mbora wa manabii, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, pamoja na maswahaba zake na watu wa nyumbani kwake. Naam, tukumbuke Allah antushushia Qur'ani na alituumba. Allah akasema, ikra, someni kwa ajili ya Mola wenu aliumba binadamu katika pande la damu. Maana tusome tujitambue, tusome tuelewe mambo yanayokuja na yaliyotoka na yanayokuja. Allah amesema tusome ili tujue kibaya na kizuri. Akatupa ala akili, akatupa atamizu, tatu kupambanua na kufakarisha ulimu wetu mara 7, tujue kile tunachokizungumza ni khairi au ni shari. Wengi sana ndugu zangu, wengi sana wamekuwa ni kuumia kauli zao na midomo, wanakuwa wajilindi na midomo yao, wanazungumza ovyo, wanazungumza maneno yanakuwa kuwa ni uchawi kwa watu. Wanasahau kuwa Allah aliwapatia nguvu na akawapatia uwezo mkubwa na akawapa ufalme wa kumiliki mambo mengi duniani na akawapatia uongozi wa kuongoza viumbe na ambavyo wasioweza kuonekana. Wewe mwanadamu ukumbuke una jini, una malaika. Wewe mwanadamu ujikumbuke wewe ni nani. Ndio maana pale unapozungumza kitu unakiona kinakuwa, kesho unaitwa mchawi kutokana na kauli ambazo tunazozungumza. Ndio maana Mtume alisema atamizu, tatu kupambanua. Mdomo wetu huu kila siku ni uchawi kwetu. Tujilinde ili tuipate pepo Mwenyezi Mungu kwa ulaini, kwa urahisi wa haki ndani yake. Na siku ya leo ndugu yangu, ninazungumzia mada ya kusikana na dhikri ya hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Yote yule atakayepita katika njia hii inaimonesha, basi wallahi billahi tallahi summa wallahi hatafunguka kiwatanifuata kwa utaratibu na kisi ninavyomwelekeza. Insha Allah kila jambo analolihitaji litafunguka. Hakuna kitu kinachomsababisha mwanadamu kufunguka, hakuna kitu kinachomsababisha mwanadamu mambo yake kuwa haraka, hakuna kitu kinachomsababisha mwanadamu Mwenyezi Mungu kumjibu haraka kama ibada na kusimamisha mambo mawili ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na Allah katueleza ndani ya Qur'ani kwa haki ya mambo mawili. Allah amesema wa haqimu salata wa hatu zakah, tusimamishe sala na tusimamishe na tutoe zakah. Kwa maana mambo haya mawili ukiwa nayo na ukakurubia kwa Mola wako, ukajilinda na mabaya, ukajilinda na mabada wa nafsi, ukajilinda na nafsi yako kuwa chafu, ukanyooka, basi Mwenyezi Mungu insha Allah atakunyoosha na atakupa kile unachokitaji insha Allah. Na hakuna kitu kinachobadili makadara ya Mwenyezi Mungu kama dua na matendo unayofanya wewe mwanadamu. Hakuna kitu kinachobadili makadara ya mwanadamu kama dua na matendo unayofanya. Allah amekupangia kuota miaka yako yote paka kufumaka uzehe wako wote. Utakuwa ni maskini, lakini kutokana na dhikri zako na kumtaja Allah, kujisoregeza kwa Mola wako, unaukwepa umaskini, unaukimbia umaskini. Hakika unamwomba umaskini ni madhara, basi unamwambia Mwenyezi Mungu akubadili maisha yako kuwa mazuri kama gisi aliyokali wabashiria watu wa kabla hii. Wallahi summa wallahi Allah anakubashiria.
Allah amekubashiria wewe kufa na miaka 30, unamwambia ya Rabbi nipe mwisho mwema. Allah amekubashiria utakufa kufa kwako utaingia motoni, unamwambia Bwana wangu nibashirie mwisho mwema. Ya Rabbi nife Arafa, ya Rabbi nijalie mwana wangu, nijalie nende hija. Ya Rabbana alamin, unamwambia Mwenyezi Mungu kumbembeleza kila siku. Wallahi hakuna kitu kinachokamilisha kama kupita katika njia hizi. Mwenyezi Mungu atakutuhiri mambo yako na atakukiri mambo yako, atakukaribishia kila kitu, kila kitu kitakuwa chepesi, kila zito litakuwa nyepesi, kila dhikr itakuja itakuwa kwako nyepesi, na Allah atakupatia subra na hikma ya kujua kuishi na watu. Hakuna kitu kinachomsababisha mwanadamu kama kumtambua mwanadamu mwenzake anaishije na ataishiaje naye na ana tabia zake tabia gani. Kumtambua mtu kabla haja kutambua, hichi ni kitu ambacho kinakuwa ni somo sana kwa mwanadamu. Naam ndugu zangu, ikiwa wewe unataka kujifunga vifungo ambavyo vilivyoshindikana, mambo yako ya usawa, basi utapita. Inatakiwa uweze kuandaa maandalizi ya ibada ya siku 7. Ibada ya siku 7 unapaswa kufunga saumu ya muda wa siku 7. Siku 7 unafunga saumu siku 7. Utaanza kabla ya kuandaa saumu, inatakiwa wewe kwenye ibada ya siri umwambie Mwenyezi Mungu unachotaka kukifanya kesho, Jumapili, Jumatatu. Kesho Jumatatu nataka kukifanya mpaka Jumapili nyingine. Mwenyezi Mungu unamwambia unahitaji kufanya kitu gani. Allah kwenye mkizima, Allah haweza akunyoshe mambo yako yote, kila kitu kiwe salama. Wallahi hakuna kitu kinachobadilika kadri kutaka kuona maajabu Mwenyezi Mungu. Fuatisha gisi ninavyokuambia, utamuona Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu ambacho kinachobadilika mwanadamu, kinachomsababisha mwanadamu kufungiwa mambo yake kama dhikri ya hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kila kitu kitakwisha hapo ikiwa utakamilisha mambo yako pia. Basi utafanya haji, utaandaa dhafarani ya unga, kisha utaandaa miski nyeupe, kisha utaandaa funguo ya unga, kisha utaandaa daktari. Ni mambo manne. Haya mambo yakamilisha mambo yako ili jambo liweze kufunguka. Basi utamwambia Mwenyezi Mungu nafunga saumu kesho yenye hoja, ya Rabbi nifungue mambo yangu, saumu hiyo iweze kufungua mambo yangu, ya Rabbi nifungue mambo yangu. Na kesho unamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi naahidi kutoa sadaka kesho, nina 7,000 yangu hii, nina 70,000 yangu hii, nina 7,000,000 yangu hii, ya Rabbi ninatoa sadaka ya kufungua mambo yangu, unanifungulia ya Rabbi kila siku ya kwanza, siku ya pili, ya Rabbi mpaka siku 7 zitakapoenea siku 7. Mola wangu nimeshaandaa sadaka yangu, ya Rabbi ya sawa na uwezo wangu, ya Rabbi nakuomba mambo yangu yaweze kufunguka. Basi wewe ufanye hivyo, wallahi utakuja kunishukuru. Siku ya kwanza kesho unaamka asubuhi saa 1 ya asubuhi, usitoki nyumbani, tafuta maji yako safi, weka daktari yako ndani, weka kufuli ndani, funguo yako ndani, weka matonya 3 au 6 ya miski, kisha weka funguo yako ya unga. Basi na zafarani yako kidogo ya unga, maji ya badilike, kisha ndoo yako ile utaiweka pale kibla, utatandika msala wako, ndoo ikae inatizamana na wewe, utasali raka zako utakazo katika salatul duha. Baada ya hapo sala unazojisikia wewe, kisha utakaa chini, uvuta uradi, utamwambia Mola wako,